Tunazungumzia mahusiano yaliyopita. Ni utofauti upi uliopo kati ya mahusiano ya enzi zenu na mahusiano ya sasa? Tofauti upo kwa sababu kipindi cha zamani nyuma huko kulikuwa kuna taratibu za mahusiano na jinsi ya kijana kumwona binti na kuwa na mahusiano mpaka kufikia ndoa. Zamani walikuwa kuna tabia kwamba kijana ambaye yuko katika mikono ya wazazi, nazungumzia kijana wa kiume, pale anapoona kwamba amefikia umri wa kuweza kutengeneza familia yake, kulikuwa kuna taratibu kwamba kijana anakwenda kuongea na wazee, aidha kama atakuwa babu au aidha atakuwa na baba, basi atauelezea yale anayotaka. Na pale wazazi wanapomsikia maombi yake kwamba bwana, wazazi wangu mimi nimewaita, lakini na ujiangalia sasa hivi umri wangu unaweza kukidhi kwamba ni mwanamke na nipate kuwa na familia. Sasa kwa wazazi wanaposikia lile jambo, huwa wanakaa na kulifikiria kwa mapana zaidi na kuliongelea kwamba kijana wetu ameshakuwa, anahitaji kuwa na mke. Kwa hiyo kulikuwa kuna taratibu ya wazazi, wanatoka kuangalia familia ambayo anaweza kupatikana mchumba, binti ambaye anaweza akaozeshiwa kijana wao. Wazazi wanafuatilia, wanaangalia, wanaona ile familia ambayo kijana wetu tunaweza tukamtafutia mke wanafaa. Kuna vitu wako wanaviangalia, wako wanaangalia tabia zile familia, wako wanaangalia vitu vingi, wanaangalia labda yule mzazi yule binti yuko vipi na mama yule binti yuko vipi, tabia zao, maisha yao. Hawakuwa waangalii sana kwa sababu kwamba labda anahitaji matajiri, lakini kuna tabia ambazo wako wanaziangalia kwamba hizi zisije zikaja kuingia kwenye kizazi cha kijana wetu afu kikaleta shida. Wako wanaangalia yaani ni tabia mila tu za kizamani wako wanafanya hivyo. Kuna vitu wako wanavitaka. Wako wanahitaji kuwa na heshima, binti msikivu, binti ambaye alikuwa ametulia, binti ambaye alikuwa akitumwa anatumika, binti ambaye alikuwa ananyenyekea familia na ni msafi, anapika, ni mtu ambaye kweli akikaa katika familia ni mama kweli kweli. Kwa hiyo kulikuwa kuna tabia kama hizo. Na pia kwa binti naye alikuwa naye wazazi wanamwangalia kabisa kwamba huyu binti hata akitokea mchumba kumua anafaa, kwa sababu alikuwa ameshakaa naye, washaongea naye, washamueleza mtoto wa kike unatakiwa kuishi vipi, lazima uwe na nidhamu, ujistiri, uwe na kiasi cha kuongea, uwe unajua kupika, kuosha vyombo safi, na uwe mama kweli kweli ambaye unaweza kuimudu na kuilea familia yako. Kwa kuna vitu ambavyo wanavitizama upande wote, kwa kijana na kwa binti pia. Na kijana alipotoa taarifa kwa wazazi wake kuhusu kuhitaji kuoa, kulikuwa kuna mambo ambayo pia nao wanafuatilia, wanaangalia kwamba je, hata ukijana wetu akiwa na mke anaweza kumudu, anaweza kumlisha. Kwa hiyo wanamwandalia mashamba, alime, aweke mazao kwa ajili ya familia yake, ili hata kwamba kesho na kesho kutwa akimoa binti, wakiingia katika familia yao kutengeneza familia yao, chakula kipo, wasitetereke. Kuna